wanamuonea yule mzee. Yaani ndoa ingekuwa imejibu, asingekuwa na kimdomodomo. Mwanamke ukishamzalisha shughuli imeisha. Si umeelewa? Mimi kuna kisi wangu mmoja nilishakaga naye, alikuwa amezae. Anambia baba mtoto sijui anasema si mtoto wangu sijui huko anasumbua sijui nini sijui lelele. Nikamwambia wewe nenda tu, lakini najua. Unajua nikamwambia mimi mwenyewe naenda kutaka na wazazi wenzangu kuna kitu kinatokea. Wewe nenda. Mimi nishajipanga na yote. Wewe nenda, mimi najua kinachoendelea huko. Hamna, yeye amesema tu mtoto si tumpe nenda. Sinisumbue. Mimi mwenyewe kienda kukutana na wazazi wenzangu waga vipolo kuamsha fresh. Mimi siko hivyo, sipo kama wanawake wote. Wewe mwanamke kusema mimi sipo kama wanawake waliowazoea au wanawake wengine, hiyo ndo kauli yao kuu. Naambia wewe nenda mama, wewe chomoka mimi nachomoka, lakini lazima umpeleke mtoto huko. Sikuzuii. Wewe nenda huko na akirudi anakuta nimetulia tuli na cheki movie zangu. Mwatu mwe kule anambia sawa. Na mimi sikwambia mtawa mama nani yuko maana natafuta kama mimi na mimi nimezana na wanawake wengi. Wewe mama nani uko wapi? Njoo kuja uchukue huduma mtoto. Basi haya sasa wewe mama nani uko wapi? Njoo kuchukua huduma mtoto. Nakumbusha vipolo kama kawaida, sikudanganya mtu. Mimi na mwanamke ambaye nimezana naye sikumbusha kipolo, uongo. Haijawahi kutoka. Yani siongei kwamba kuwatambia watu ambao wako nao. Ila huo ndio ukweli. Kwa hiyo mume wa sasa kweli ndio huo. Sasa ukweli ndio huo. Ni mke wenu. Yaani kwamba wewe umechukua mke wangu, sio mke wetu. Yaani huyo ni mke wangu kwa baba Beki. Yaani wewe tamba utasikia bwana utauliza tu nani? Umeona mtoto anifa afu mwangeni lozaa naye. Mimi nimezaa vyuma mjomba. Utasikia Niva yule mwacha kweli yule mzazi mwezi pia mama nani umemwacha? Ambia nimemwacha. Unaona mtoto anaendeleaje? Kwa bwana mtoto kwa mzima. Mama mtu kwanza niko baraza hadi ambia juzi si alikuja hapa nimpa huduma mtoto. Watu anza Niva alikuja, ambia alikuja. Pigeni simu mwenyewe. Tuenda kufuata ni huduma mtoto kwa Niva mlikutana wapi? Tulikutana sehemu fulani. Ambia sasa potea tiki. Muda alokuja sio aloondoka. Kwa yani ndio iko hivyo. Kwa kaka angefanya ndoa pale kajibu. Mimi kwa kitu bwana Zai akawa analalamika anasema mbaridi. Hapana. Mimi na hakika tu hapana, kuna vitu vingine tu, lakini hapana, hamna mtu ambaye hataki ndoa yake ijibu. Na hisi kuna sehemu pana shida. Au ndo vile Zai alivyosema bwana huyu ana tabia kula kuku na mayai. Anasema Haji Manara alikuwa anamtaka mtoto wa dada yake Zai. Hivyo skendo vipo tu. Hivyo skendo vipo. Wanawake mbona skendo hiyo kidogo afadhali kama imesema hiyo. Sio ingetu tunaambiwa sisi tuko tunataka kinyume na maumbile ili mali tutalaka itoke. Tumesingiziwa si bwana ndo kimbilio lao kubwa. Sasa hivi hiyo sasa kula mwana kula wasikilizwi. Enda kule anataka kinyume na maumbile. Na miaka mingapi? Tumekaa miaka 9. Kwa hiyo sasa hivi nataka kinyume na maumbile na umekuja. Ndio pale talaka yako. Uongo mtupu. Lakini sasa hivi sasa ile kinyume na maumbile hakuna, ndio ile bwana ukiwa na mtoto sio anamtaka mtoto wangu. Sio anataka kunibakia ndugu yangu. Sio labda katembea na jirani au mfanyakazi. Yaani kwamba mwanamke atafuti pa kitu. Mwanamke akose pa kutokea. Achana kiumbe kinaitwa mwanamke duniani. Ukikaa nacho mahakamani titi for tati umekwisha. Na hizi haki zao za kusema hizi kwamba sijui tu ndo wanasikilizwa. Kuna vitu vingine vingi vya uongo. Wenyewe wanajijua kama ni waongo. Watu ambao hawajakamilika. Mimi hapo kinikata tu kidogo hapa trap, damu zikinitoka mimi nakimbia hospitali hapa nikazibwe, hapa damu zisitoke nishone nipatiwe dawa nimeze. Mwanzo kuna sehemu damu zisipotoka nakimbia hospitali, nataka zitoke na regewe damu kabisa meze zitoke. Tuko sawa hapo? Bwana Niva, shukrani sana. Turudi sasa kwenye tanzia ya leo. Alikuwa msanii dada yetu Karina. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Ametembea mbele za haki. Hivi ulishawahi kufanya naye kazi yule dada? Mimi sipendagi sana ya kuongeleaga mtu akishakuwa yuko mbele ya haki, kwa sababu utaonekana vile kama mbona kipindi yuko hai hujasema. Ila familia Karina najua the way kipindi kile mimi na Karina tulivyokuwa. Tulikuwa ni mabest. Karina alikuwa ni rafiki wa kila mtu. Yaani kila mtu Karina alikuwa ni rafiki yake. Mimi mamake Karina alishatoa jina la movie yangu mimi ya Tabu ya Kuoleana. Alitoaga yeye mamake Karina. Na Tabu Kiboko alitoaga yeye. Na Karina alikuwa swaiba yangu sana, alikuwa anasaidiana sana kwenye simu. Baada ya sintofahamu ikawaje
ikajikuta ile vupa kana fariki. Ila ni mtu ambaye mimi kwa napendaga kwanza voko ya Kalina, kufanya naye kazi, nishafanya naye kazi kwa Suresh. Nilikuwa napendaga voko ile kama besi fulani ile. Alafu ni mtu ambaye alikuwa na upendo sana na mama yake. Kwa mbali na hapo kwa Kalina mimi sina kingine ninachokijua. Zaidi ya kwamba alikuwa rafiki wa kila mtu, mimi ashaikuwa rafiki yangu. Na hadi mamake mzazi pia kwa kipindi kwa bana mama akasema hivi ni lakini kufanya naye kazi tushai kushuti naye. Na movie ya JB nakumbuka. Na kuna director alikuwa Suresh tushai kufanyaga. Kupatipati hivi tushai kupatigi sema kweli mpenzi wa Mungu. Japo mwenzangu uko mbele ya haki. Kumbukumbu yako katika uwanda wa filamu yake ya mwisho kucheza ilikuwa ni ipi? Na hisi za Duma. Na hisi ya Daudi Duma. Mbali na hapo sijui yani. Sababu kaumwa muda mrefu nyinyi. Ikatua mpaka wasanii mlikata tamaa kwenye kuchangishana michango ya kumsaidia. Sio kukata tamaa. Kuna muda mtu unajikuta unashindwa ujue ufanyaje. Yaani wewe jambo kashaliingilia hadi rais wa nchi. Uwezi sasa ukasema nataka nitoe msaada hiki lakini michango watu wamechonga, watu wametoa. Dada ameenda lakini watu wamechanga, wametoa. Nafikia hatua mtu paka unasema sawa mwacha akapumzike. Unajua zile, yani kuna ile nafsi unasema bora atakapumzike. Yani kuna ile mtu anapata mateso paka unamuonea huruma. Lengo mtu paka unakufua sasa bwana huyu kama ameshashindikana Mungu amchukue tu ampumzishe. Maana yeye mwenyewe kwa analalamika kabisa jamani basi kama kuna mtu nimemkosea basi bora niue tujue moja. Hiyo kusema mara kadhaa. Yani kwamba bana jamani mimi bado kama kuna mtu nimemkosea maana haiwezekani. Yani haiwezekani. Yani nafikia mtu paka anasema bwana bora akapumzike. Safari mpaka kila mtu anasema afadhali ndugu yetu umeenda pumzika kulingana na mateso ambayo umepitia. Yani hamna mtu ambaye kapitia mateso kama yule mtoto kwenye tasnia. Watu wameumwa tunajua katika tasnia, watu wameumwa kweli lakini yule ameugua. Maana kuna kuumwa na kuugua. Yani ukisikia watu wameuguza au familia wameuguza mtoto wao, yule pale familia Kalina imejua kuuguza. Nchi na taifa tumejua kuuguza tasnia. Kwa manidua wa Tanzania kuomba, tumejua kuomba kwa yule mtoto. Kwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miaka 7 anaumwa. Yani homa ambayo yani kitu ambacho unachoumwa ni bora ugonjwa ujificha, ugonjwa unaoona huu unakuondoa. Yani kuna ile bwana bora ugonjwa umejificha hata kutokea sehemu mtu ajui. Lakini mwenyewe ukikao unajiona basi bwana mimi safari yangu mimi itatokana na hapa. Sasa ndo ujui. Mara kazidiwa, mara yuko sawa kidogo, kazidiwa, mara jamani yuko sawa. Sasa fikia hata paka tukuulize ile wamenyamaza kimya. Unaona unaweza tukauliza hapo kaambiwa ndo mchai mwenyewe vipi? Mbona unauliza? Unataka nini? Haya unataka kuuliza utakundwa nini? Na ukweli ni upi? Nasemekana yale ni mateso ambayo kuna mtu alikosana naye malipo yake ndo yale. Hatujui. Yaani huyo mtu bwana kama alikosana naye malipo yake ndo yale. Tunamwomba Mungu ndio atufunulie na sisi tumjue maana kwa staili ile adhabu yule bwana itakuwa ni kali. Yaani kama ndo malipo, yaani kama ndo mtu kakosana naye adhabu ndo ile. Mimi naomba Mungu anifunulie nimjue huyo mtu ili tu nimkwepe. Kama ni chuma kukitandika huyo bwana atakuwa anakijua kukitandika. Ila kuna Mungu. Kuna kesho. Toto watu mateso wanapitia yale. Dua zilizoombwa na umma wa Ahmadiyya na Watanzania. Mapadri. Yani kama ni kweli mtu yani yule hamna huruma mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi namuonea huruma tu huyo mtu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mateso alompatia yule binti. Kama kweli kafanya sababu sikamuomba Mungu.
Bwana mimi namhurumia huyo mtu yani namhurumia mbele ya Mwenyezi Mungu, yani kwamba sijui itakuwa kuwaje yani zamu yake na dua zao. Yani mtu mmoja kasababisha watu mamilioni kwa mamilioni ndani ya bara la Afrika, nje ya bara la Afrika, ndani ya nchi yetu, nje ya nchi yetu. Madua yalosomwa pale. Kuanzia yule na mpaka muhusika alitengeneza jambo. Maana mganga. Yani kama ndo tuna gesi. Hatuna uhakika. Kama kuanzia muhusika mpaka huyo mganga. Nasema kama ni ufundi umepitiliza. Yani kama ni ufundi wale watu wamepitiliza. Yani kama ni ufundi wamepitiliza. Ila mimi wanarudi pale pale. Huyu tayari uko mbele za haki huko. Kashamaliza kile mlichokifanya kwake kishaisha. Yule bwana yuko bibie yuko mbele ya haki. Anawasubiri. Kasimame naye huko. Sasa ndo kuwasubiri ajulikaniki miaka karne. Kumaliza karne mtu watu karne 2 karne 3 hujaenda sidhani. Kama tu hapo ikifika 2028 yanachua mazombi huko. Sidhani. Kwa kuna watu inabidi tuogopane sana. Binadamu sasa hivi ana roho mbaya mno. Yaani sisi wenyewe hapa tunatembea tunajiona kama tunatembea vivuli tu. Unaweza ukajiona Bongo unatembea mwenyewe au kama mtazamaji wa Bongo 24 anajiona anatembea, anajiona anakula bata, anajiona yeye ana shida yoyote na mtu, kumbe watu kila siku anapenda kufumba macho, kuna umati upo nyumbani kwake kubabaki wanadili na yeye tu. Wanadili na yeye tu. Kwa mimi sema yote familia ishamwachia Mungu, Watanzania washamwachia Mungu, sisi wasanii pia tushamwachia Mungu kwamba yeye ndo anajua mwenzetu anamweka sehemu gani stahiki apumzike vipi. Natumai sasa kuna mchakato kwamba nadhani anarudishwa lakini pia nadhani hapo kwenye kurudishwa hapo mama yetu Samia sio anaweza akafanya lolote, Mungu wangu, kwenye kurudi hapo. Au unaweza akatokea mabosi wote wakawania utasania tu Steve Nyerere akaamua kuongea na baadhi ya watu watatu warudishwe tukamstiri. Tuombe Mungu tuifike na siku ya sisi ya kumstiri mwenzetu. Tumstiri, tumsomea dua pamoja naamini. Basi pana kuzikana wa ibada kwamba ataaliza wasanii wengi sana mwili ukifika. Wengi. Yaani wengi, msiba mkubwa huu. Yaani kuna watu wametoa hela zao nyingi pale kupambania uhai wake, nyingi mno. Misaada imetoka mingi sana pale. Yaani huruma ya kuhusiana yule bibie ni na sijui kama ana mtoto au hana Kalina. Unakipindi nahisi kama anajua kama ana mtoto. Tutalijua hilo kama ana mtoto au hana. Tutalijua hilo. Kama ana mtoto wake basi nadhani kuna kitu chopatikanika, mamake si yupo. Basi lakini msiba kiukweli msiba mzito. Mimi mwenesitua mimi ndo umeniambia wewe, mimi kwa sijui chochote. Yaani mimi ndo unaniambia una taarifa. Mimi mwenyewe naweza nikakaa nikasema sitaki mambo ya kuposti. Maana kama Instagram mimi mpaka litokee tukio muhimu ndo Instagram yangu pap. TikTok yangu mpaka itokee tukio muhimu ndo TikTok yangu naweza nika post kitu, kwa sababu na vitu vingi ambavyo vinanipeleka resi kulingana na dunia sasa hivi ilivyo, kulikoni ya mambo ya kishetani ambayo tunayakumbatia kumaliza mabando. Sio umeelewa? Kwa hiyo mimi usingeniambia hadi saa hizi na wakapaka ningewasha data. Ndio wana pale kwangu kuna fujo kibao. Unaweza ukawasha data pale wewe ika mazonge utafuta ugomvi ambao una lazima bure, na waachiaga tu wifi ile waangalie wao movie yao ma Netflix huko wapi wanajua wenyewe. Mimi kurudi pale lazima data na wali tu. Sasa mimi na call nyingi za video za jamaa zangu na magrupu kibao. Kwa hiyo sikaanza kuingia ndani mtu anamtia mashaka. Huyu sasa naambia wewe naye unashindwa kuwa na wasiwasi, mimi nikiwa nimetoka na kuwa na wasiwasi nimerudi. Hivyo. Kwa hiyo kiukweli bwana kuhusu msiba umetufika. Tunaipa pole familia, tunajipa pole na sisi wanatasnia wenzie. Yeah.
Bwana mimi nikushukuru sana. Ongea na mashabiki zako. Bwana mashabiki zangu bwana, mimi Niva bwana, kama nilivyosema nimefungua YouTube channel yangu. Ukiandika tu kazi yangu inaitwa Zera Gubu, Zera Kiswahili. Yaani unaweka Z E. Yaani inakuwa Z, so Z, so H, so T H E. Ni Z, yani Z la Gubu. Kiingia katika Zera Gubu huko utakutana na kazi yangu. Nimetupia mwisho episode 8, lakini kuanzia kesho kutwa Mungu akijalia naanza kuachia mizigo mingine. La kwanza, la pili karibuni Goba. Ukifika Goba Center tu hapo kusema nataka niende kwa Niva, chapu kwa umefika kwa Chacha kwa mbele. Ndio mimi nipo napatikanika. Niko na ndugu yangu leo, nimekuwa mara ya kwanza nilimisi kujua na mzee mwenzangu leo. Mzee mwenzangu leo kashika mic, kijana wetu hayupo. Nafunga mimi kama kawaida. Bwana usiache kusubscribe, kushare, kucomment au sio bwana? Kama hivyo tumefiwa, mtapata update zote za msibani kupitia Bongo 24. Na mimi pia mtangazaji wa kujitegemea, nafunga kipindi hiki mpaka siku nyingine. Ciao.